Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mashallah, leo tuko day 7 of Ramadhan. Inshallah iftari zangu za leo ziwe menu yako ya kesho. So kwa leo tulianza na steak. Kwenye steak yangu imekatwa into thin slices. Soya sauce nikatia na pilipili manga, nikaweka na chumvi ambayo itatoshea nyama. Kama kawaida nyama huwa inahitaji chumvi ya kutosha. Kisha nikaweka na herbs. Katika herbs zangu niliweka thyme pamoja na oregano, nikatia na paprika, nikatia na garlic ginger paste. Na kwa upande huu mwingine leo mwanangu alitaka kutengeneza juice. Tulikuwa tunafanya juice ya watermelon, na juice ya watermelon hapa kwangu ndio juice pendwa. Yaani wanangu na mimi mwenyewe pia huwa napenda sana juice ya watermelon. Basi nikavalia nyama yangu gloves. Huwa napenda nyama yangu nichanganye vizuri, yani ioane pamoja na viungo sawa sawa yani. So nikaichanganya vizuri, nikaona kama soya sauce bado haijakoleza, nikaiongeza tena soya sauce yangu. Naona sasa nyama imekuwa vizuri. Na hii nyama sitoitilia mafuta wakati wa kumarinate kwa sababu nitaichoma na mafuta. So kama unachoma nyama yako na mafuta, sio lazima kuiongezea tena mafuta katika marination. So na hapa ilikuwa nyama yangu ipo tayari. So nitaiweka pembeni mpaka time ya kuchoma itakapofika. So kwa upande huu mwingine naona mwanangu ana bidii hapo, anafanya bidii ya kutoa watermelon. Mashallah, nao lilikoroa vizuri, lilitoka lote. Basi nikamwachia yeye kazi ya watermelon. Mimi kwa upande huu mwingine nikatoa hapo kwa kando. Huo ni unga wa chapati. Ule wa juzi nilofanyia chapati, na jana nikaufanyia tacos. Basi na leo nitaufanyia alu paratas ama chapati za viazi. Na kama unavyoona kwa hapa kando nilikuwa niko na shampoo ya viazi. So hivi viazi nitavigawanya mara mbili. Viazi vingine vitakwenda kwa chapati za viazi na viazi vingine vitakwenda kwa viazi karai. So leo kwa sababu tunafanya steak inaendana sana na potato foods, yani tuseme kama vile mashed potatoes ama wedges ama vile chips, lakini mimi nilipenda tu tufanye alu paratas, yani tufanye chapati za viazi moja kwa moja kuliko kufanya viazi vya mashed potatoes ama viazi vya chips, kwa sababu tushakula sana chips. So kwa upande huu mwingine nikamsaidia mwenzangu kufanya juice yake. Basi juice ilipokuwa tayari tukaipeleka kwenye fridge, tukaanza kuchemsha viazi. Vilivyo hivyo viazi vangu nikavigawanya mara mbili. So hivi ambavyo vimebondeka kidogo nikazidi kuvibonda, na hivi vingine nikaviweka kando. Itakuwa ni kazi ya mwanangu hii ya kutia masala katikati. Leo wako half time, hii wiki wako half time, basi raha anapata msaidizi jikoni mwenyewe, alhamdulillah. So nikaendelea kuvibonda bonda viazi vyangu. Naona hapa vimekuwa vizuri, so nitavitenga ama nitaviweka vizuri ndio niviweke pembeni ili tuweze kuendelea na kazi nyingine. Sasa tunaona huno unga ndio ule unga wetu wa juzi umetoka kwenye freezer, bado na donge. So najaribu kuvunja lile donge ili unga wangu uwe sawa sawa. Naona unga sasa ushakuwa sawa sawa, hata uwezi kusema kama ulilala kwenye freezer. Yani unga unakuwa fresh, utasema ni kama umeukanda saizi. So nikapima kwenye vidonge size ninayotaka, kwa sababu sikutaka zitoke chapati nyingi, chapati 5 ama 6 mimi kwangu huwa zimenitosha. So nikafanya vidonge kama hapo unavyoona mwenyewe, nikavishikanisha vidonge vizuri, alafu nikachukua viazi kwa ajili ya kuovi spice. So hivi viazi vyangu vile ambavyo nilivibonda, nimevitilia pilipili manga, nikatia kitunguu maji, nikaweka paprika kidogo, nikatia na manjano pamoja na dania kidogo. Na vitunguu maji nilivikata pieces ndogo ndogo ndio zisiweze kukatakata unga wakati nitakapoweka hichi kiazi changu katikati ya unga. So na viazi navyo nikavipima kama tu vile nilivyopima madonge ya unga, pia nao viazi na vipima hivyo hivyo, ili chapati moja iwe na kiazi sawia na hizo zingine zote, ndio chapati zote zitoke sawa sawa. So nilipo maliza kufanya vidonge vyangu, unga nikausukuma, nikafanya kama vile chapati hizi tu. Hapa alikuwa napanua kisha natia viazi ndani, kisha after that nikavisukuma. Na kwa upande mwingine mwanangu naye alikuwa anafanya viazi vyake, anavitia masala katikati. So kwenye pan ambayo imepata moto nikaweka chapati nilosukuma, na kwa upande huu mwingine niko na pan ile ya kuchomea nyama, nikaanza kuchoma zile thin steak zetu mashallah. So ikawa nachoma huku na huku nachoma
chapati zangu za viazi, na kwa upande huu mwingine niko na choma steak. So steak ilivyokuwa ikitoka hapa nilikuwa naiweka kwenye aluminium foil. So ukiweka steak kwenye aluminium foil huwa inabaki moist, na most of the time itazaa maji, na yale maji kama supu nitayahitaji mwisho, nitawaonyesha tutaitengeneza. Yani tutaitumia hayo maji ama hiyo supu kuitengeneza sosi yetu. Kisha kwa hapa nikachoma sambusa pamoja na spring rolls, na kwa upande ule ikawa bado naendelea kuchoma chapati. So nilivyomalizana na chapati nikaanza kuchoma vile viazi. Havikuwa vingi sana, vilikuwa tu kidogo, yani size ya karai moja. Nikapanga sambusa hapo, sasa zikaenda juu ya meza. Nikamalizana na viazi, nikazima karai. So leo vitu vya kuchoma ilikuwa ni kidogo tu, yani karai mbili. Karai moja limeingia sambusa na spring roll, na ile karai lingine limeingia viazi. Naona alu paratha zetu mashallah very nice, very soft. So nikazikunja hivyo round, nikaziweka kwenye dishi. So hapa ikawa tunatengeneza ile tunaita peppercorn sauce ama brown sauce ya kulia na nyama. So mwanzo nilianza kusaute kitunguu maji, kisha nikatia garlic ginger paste, alafu nikatia na herbs, pia nikatia na pilipili manga, alafu nikaongeza ile supu, alafu kisha nilitengeneza cornstarch kidogo tu, ile teaspoon, alafu nikaipiga na maji, nikaimiminia hapo kwenye supu, kwa sababu mimi sipendi iwe maji sana, yani sipendi iwe nzito sana, napenda iwe sosi yangu iwe maji kidogo. Lakini wewe kama utapenda iwe nzito, basi utaweka cornstarch ya kutosha inshallah. Na huu ndio ulikuwa ni muonekano wetu wa vyakula vyetu vya leo, na inshallah viwe vyakula vyako vya tomorrow. So kwa leo tulikuwa na viazi, hivi ndio ilikuwa ni viazi vyetu vya karai pamoja na sambusa zetu. Yani sambusa leo nimehesabu watu kila mmoja na sambusa yake, pamoja na spring rolls. Na kwa leo kwa sababu tuko na steak, mimi huwa sipendi kukosa salad palipo na steak. Yani napenda nyama yangu nile na salad peke yake, hata vitu vingine huwa sitaki. Kisha na hizi ndio ilikuwa ni alu paratha zetu mashallah, na hii ndio ilikuwa ni nyama yetu. Unaona vile ilivyo mashallah, very nice, very very moist and juicy. Alafu na hii ndio ilikuwa ni peppercorn sauce yetu ama brown sauce, very nice. Basi inaendana vizuri na hiyo nyama, ukimimina juu ya hiyo nyama raha sana mashallah. I hope na nyinyi mtajaribu. Tulikuwa na chai pamoja na juice kama kawaida, na leo tuliongezea kwa fresh fruits inshallah. Karibuni.